Kichwa cha somo kinasema kumnyang'anya mshtaki ushahidi. Ni Kiswahili tu ambacho kinaeleweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Miongoni mwetu najua kuna watu ambao wamewahi enda mahakamani. Ukamilifu wa kesi au mashtaka na nguvu ya kushinda mshtaki au mshtakiwa iko sana kwenye nguvu ya ushahidi. Na ndio maana mahakama huwa haiamini mtu mmoja tu. Umesema huyo ameniibia mbuzi wangu. Tunahitaji vielelezo na ushahidi wa kutosha wenye kuthibitisha kwamba huyu kweli amekuibia. Otherwise labda yeye mwenyewe akili kwamba mimi nimemuibia. Lakini hakuna mhalifu anayekubali kwamba mimi nimefanya. Sasa unaposema kumnyang'anya mshtaki ushahidi, tuko pamoja? Kwenye kitabu kile cha Ufunuo 12, Ufunuo 12 mstari wa 11, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Pigie Yesu makofi. Biblia inatuthibitishia ya kwamba inauthibitishia ulimwengu au ndugu walioko ulimwenguni kwamba ole wa ulimwengu, kwa sababu mshitaki wa ndugu zetu ametupwa duniani, anayewashtaki usiku na mchana. Sasa wakaziona zile kesi za ulimwengu wa roho na waliona ushindi uko upande gani, wakasema nao wakamshinda kwa mambo mawili, kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wao. Bwana asifiwe sana. Anaposema kwa ushuhuda, hamaanishi kama tunavyofahamu sisi kwamba Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu, Bwana si watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu kwamba wiki lote hili kwa kweli nimeuona mkono wa Bwana, Mungu amekuwa pamoja na mimi, Mungu amesaidia na kadhalika. No. Ni mzuri ushuhuda huo, lakini sio maana yake hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ushuhuda manake anazungumza habari ya neno la Mungu. Neno la Mungu linaitwa ushuhuda. Halo. Neno wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na wakamshinda kwa neno. Kielelezo chetu ni Yesu Kristo. Wakati shetani anamjia Yesu amfitinishe na Mungu, alikuwa anamwambia maandiko kwa kupotoa, naye Yesu akawa anamjibu kupitia maandiko au kupitia neno. Hatumshindi shetani kwa sababu tuna sauti nene,
hatumshindi shetani kwa sababu tumekasirika. Hata kusema kwamba mimi jamani, shetani simpendi, nimekasirika shetani, nimemchukia shetani. Kumchukia kwako si kigezo cha kumshinda, sio kigezo cha kumshinda. Tunapigana na shetani kupitia ufahamu tulionao wa neno la Mungu. Uitike amina ya nguvu. Tusipokuwa na neno la Mungu, tutakuwa wajinga mbele yake, atatushinda. Ni kama vile ambavyo waandishi wa vitabu walivyokuwa wanajaribu kuongeza story. Nisema kwamba palikuwepo sungura, palikuwepo na elephant, nani anaitwaje? Tembo, palikuwepo na kiboko, nyama mkubwa. Sasa wanyama wawili ni wakubwa, lakini kamoja kasungura ni kadogo, ila kana akili nyingi. Mwandishi anasema akaenda kumsomesha tembo kwamba wewe unajua, tembo, kwenye dunia hii hakuna mnyama mkubwa mwenye nguvu na akili na uwezo kama wewe, na watu wote, wanyama wote msituni wanakuheshimu wewe. Hayupo, ni mmoja tu niliyemkuta, naye ni kiboko. Kiboko ni nini mbele yako wewe tembo? Sasa kama umetangulia sifa, tembo masikio akasimama. Anasema sasa, si nataka tujionee heshima yako ya kuwa mfalme wa pori isimame, sio huyu anakudharau. Nimeleta kamba hii ya mnyororo nikufunge. Halafu kale kakiendelea kakiburi kale, ukaopoe tu kwa huko. Asema sawa. Kaweka shingo yake kamfunga. Mnyororo mrefu kaenda nao kule kwa kiboko. Namwambia, unafahamu kwamba wewe ndio mnyama pekee kwenye pori? Yaani kuna watu ambao wanafanana na historia hizi. Ogopa sana mtu ambaye anakusifia. Ujue anamsifia na mwingine hivyo. Mwambie jirani yako, ogopa sifa. Ongea kwa sauti, mwambie ogopa sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye kiboko naye akaingia kwenye laini ya sungura, wakafunganishwa, ikawa naanguka miti tu. Sungura makaa kwenye jiwe anawacheka. Alichosababisha washinde wakubwa ni uelewa tu. Hatumshindi shetani kwa sababu tuna hasira naye. Tunamshinda shetani kwa sababu tuna maarifa ya neno la Mungu. Halo? Wala hatumkemei shetani kwa sababu tuna hasira na kukemea shetani na kuchana. Hivyo vyote shetani havimbabashi. Shetani anatutii kwa sababu tuna maarifa ya neno la Mungu. Sema amen. Sasa shetani ni mshitaki, anayewashitaki watu mbele za Mungu usiku na mchana, na maisha ya mshitakiwa. Ukishitakiwa tu wewe mahakamani, ukigundua ukaja kusaini summons toka mahakamani, toka hapo nafsi yako ni mfungwa mahakamani. Uko nje huko, naongea na watu, uko nje unatembea unalima, lakini nafsi yako imeshafungwa tayari na mahakama. Na ndio maana mtu yoyote adui wa mwisho kwenye nchi hii anayekutengenezea kesi na kukupeleka mahakamani, huyo ni adui wa mwisho. Akifika kiwango cha wewe kukupeleka mahakamani,
anakupeleka mahakamani, huyo ni adui. Ni adui kabisa. Yaani mpaka ameamua kukupeleka mahakamani, ni adui mkubwa sana. Naongea na watu. Na ndio maana usimpeleke mtu mahakamani mpaka hatua imekuwa ya mwisho kwamba usalama wangu, huyu mtu hawezi kusamehewa, huyu mtu hawezi kufanya hivi, haiwezekani nje ya mahakama, nampeleka. Sisemi usiende mahakamani, lakini iwe ni hatua ya mwisho. Kwa sababu kumpeleka mtu mahakamani ukasimama naye kuhukumiana naye ni hatua ya mwisho sana, na huyo mtu hata kusahau milele. Tuko pamoja? Halo? Sasa neno mshtaki maana yake ana kesi. Adui yetu ana kesi na sisi, anatutengenezea maisha yenye kesi. Upo? Anatutengenezea mfumo wa maisha yetu yawe na kesi. Nafsi zetu zinakosa amani kwa sababu ulimwengu wa roho kuna kesi. Na ili sasa ushindwe huo ulimwengu wa roho, hizo kesi za ulimwengu wa roho, lazima kuwa na ushahidi. Ubaya wa mahakama ni kwamba haiandiki, haina uwezo wa kuona moyoni mwako una haki gani. Mahakama inaandika kile unachozungumza, hata kama umetunga ndio inaandika. Kwa ukipeleka tu pale kwenye mahakama na haki yako tumesimama, anambia mimi mtukufu hakimu, mimi siyafanya, Mungu anajua. Sema Mungu anayejua huyo Mungu. Sisi hapa hajaja kutueleza kwamba mimi najua. Tunataka maelezo yako. Ndio maana wengi wamepoteza haki zao kwa sababu ya kukosa ushahidi, na wengi wamepora mali za watu kwa sababu ya kuweka ushahidi wa uongo. Wakalipoimarisha kawa kesi, na hakimu anatoa hukumu kulingana na maelezo alikuwa anayasikia. Sema amen. Sema amen. Sasa tunaye mshtaki ambaye anayafuatilia maisha ya mtu. Anawashtaki watu wa Mungu usiku na mchana. Anawawekea na ushahidi. Hebu ngoja usome kitabu kwanza cha Esther 8 mstari wa 5. Angalia. Esther 8 mstari wa 5. Akasema mfalme akiona vema, nami nikiwa nimepata kibali machoni pake, na neno likionekana jema mbele ya mfalme, nami nikipendeza machoni pake, iandikwe kuzitangua barua za Hamani bin Hamadatha Mwagagi alizotunga na kuziandika ili kuangamiza Wayahudi waliopo katika majimbo yote ya mfalme. Aliyotunga. Haman ametunga, tuseme wote ametunga. Lakini kule kutunga, mtunga aliyoutunga ni hatari kwa Wayahudi. Ni mtu mmoja ametunga kwa hila, ametengeneza mashitaka kwa Wayahudi. Wakati tu hajamuelewa Mordekai, na alipotambua kwamba Mordekai ni kabila gani, alipogundua ni Myahudi na kwamba hawa watu kwenye nchi hii ni wa kigeni, Hamani akamkasirikia
na akawakasirikia wote Wayahudi. Kwa sababu anamkasirikia Mordekai ambaye alikataa maybe kumsujudia kama alivyokuwa anataka, akawakasirikia Wayahudi wote. Angalia hili anavyofanya kazi. Unaweza ukarithi hasira zikakujia wewe wakati sio wewe ambaye mlichokozana na anayewaangamiza. Halo? Akapeleka mashtaka ya uongo kwa mfalme, akapeleka ushahidi wa uongo kwa mfalme. Mfalme akaingia laini, akaweka sahihi ya kuangamiza Wayahudi wote katika majimbo yote. Kumbuka waliokosana naye wako Dar es Salaam, yuko Dar es Salaam. Mnaanza kupata barua mikoani, wilayani, Wayahudi walioko Kyela, walioko Mbozi, barua zile zinaanza kuwajia maskari. Kamateni tarehe fulani Wayahudi wote wasionekane kwenye nchi hii. Na wakisoma ile barua wanakuta sahihi ya mfalme na waziri. Kazi ya maskari ni kutekeleza, sio maswali. Askari akiamuriwa na mkubwa wake ni kutekeleza. Wakati wanaisubiri ile tarehe, sema wanaisubiri tarehe maskari kuwakamata Wayahudi ili wauawe kwa hila. Kabla ya kufika hiyo siku, hapa katikati hapa ndipo Bwana anapoonekana. Hapa katikati pakaonekana mkono wa Bwana. Kupanga mipango adui namna gani alimalize, Mungu anamwacha. Lakini Mungu anapoinua ile mtu ili aitekeleze mipango yake juu yangu, hapa katikati hapa wanakutana na Bwana wangu. Ndipo Bwana kaingilia kati. Halo. Halo. Esther, kuna hadithi mnaifahamu vizuri wote. Esther awamu ya mwisho anaenda kwa mfalme. Kinyume cha sheria tena. Mfalme anamuinulia fimbo tena ya dhahabu. Kwa maana kwamba nataka nikusikilize. Esther anasema hivi, na kuomba mfalme, hata kama Haman alikufa, lakini barua zake za mauaji bado ziko mikononi mwa maaskari. Kuna mababu waliotenda mabaya, barua zao ziko mikononi mwa maaskari wa kipepo. Ndio maana mpaka leo hii wanazidi kutekeleza, maana hakuna barua nyingine inayobatilisha. Naongea na watu wengi wanateseka na roho za mababu na tabu za watu waliotangulia, hata kama walikufa. Lakini hakuna barua inayotambua ibada yao. Inasemaje? Kumnyang'anya mshitaki ushahidi wake. Halo. Kwa vyovyote vile alivyonishitaki ulimwengu wa roho, kama kuna mashtaka ya maisha yangu, kuna mashtaka ya huduma hii, kuna mashtaka ya ndoa yako, kuna mashtaka ya watoto wako, kuna mashtaka ya afya, kuna mashtaka ya biashara zako, ulimwengu wa roho, hizo barua mchana wa leo zinatuma barua zingine za kubatilisha. Haleluya.
Nikiondoka langoni kurudi nyumbani na kuwa sio mshtakiwa tena, niko huru. Biashara yangu iko huru, ndoa yangu iko huru, afya yangu iko huru, mipango yangu iko huru, maana barua ya kutambua barua ya Hamani inaandikwa sasa. Piga kelele. Nikusimulia kisa changu, sio story, ni maisha yangu mwenyewe. Mimi nimeenda mahakamani kwa kushtakiwa. Mshtakiwa. Wengi historia mnaijua. Nataka nikumfundishe swala la shahidi. Sema amen. Nimeshtakiwa kama nimetapeli kiwanja cha watu, lakini haki ya moyoni mwangu inasema sio mtapeli, ila tumeuziana kwa kubadilishana vitu. Mimi nimefanyia hiki, yeye amenipa kiwanja, kaniambia tu kwamba chukua kiwanja hiki nifanyie hiki, nikafanya. Kama shahidi wangu, hata kama tulinani kwa balozi, lakini baadaye ile mtu kile kiwanja akawaonyesha, wakaja matajiri wenye hela kuliko mimi, maana mimi nilikuwa sina kitu. Wakamwambia mtoe huyu, sitakupa nini? Hela nyingi. Akanigeuka, kanipeleka mahakamani kwamba nimevamia. Mahakamani sijawaenda kama wewe hapo. Sijawaenda mahakamani na wanasimamaje na wanaanzeje sijui. Ndio napelekwa mahakamani. Nafika pale nasomewa mashtaka ya kwamba ndugu Benson unashtakiwa kwa kuvamia shamba la mtu na kulitumia bila idhini yake. Na mwangalia uso wake amekaza. Amekaza, watu wanageukaga ndugu yangu. Amekaza uso. Mimi nikakataa. Unakubali sawa? Si kweli. Ukisema si kweli maana yake pata mashahidi. Wakamuuliza mshahidi mshtaki, una mashahidi? Akasema ndio. Akaniuliza mimi, una mashahidi mshtakiwa? Mbona yule amesema ndio? Kama nasema nami ndio. Mashahidi wakwenda kudunduliza kwamba wewe si unaelewa vile. Unajua hapo mashahidi ambayo inabidi umpange kwanza. Sio kama naongea uongo, lakini umkumbushe. Sasa nikasema ndio. Kapangwa tarehe. Tukaenda, ikahirishwa. Kapangwa tarehe. Kaenda, kahirishwa. Kapangwa tarehe ya 3. Ndo akatoa maelezo yake yeye, akatoa namna ambavyo mimi nimemdhulumu, nimemnyang'anya na nini, anitambui. Sasa baadaye ikatolewa tarehe kwamba tarehe fulani yote mashahidi wako. Nikagundua kwamba mashahidi wake yeye ana mashahidi 3. Ana shahidi mtendaji wa kata, ana shahidi mwenyekiti wa kijiji, ana shahidi katibu wa kijiji. Sasa unaenda kupambana na mtendaji wa kata, ni shahidi. Mwenyekiti wa kijiji ni shahidi. Katibu wa kijiji ni shahidi wa upande wa adui yako. Wewe hata balozi huna uhakika kama atakuja kweli, maana kama haeleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilipopangwa siku ya ushahidi, nikawaangalia kwamba watu kweli wamenuia, na si tu kuninyang'anya uwanja, pamoja na adhabu ya kuvamia. Kabidi niingie kwenye maombi. Biblia inasema masikini anatumia maombi, tajiri anatumia hela. Kabidi mimi nitumie maombi, niingie
siku 3 kufunga kavu. Siku ya kwanza tulipoingia kwenye maombi nitaka kufa, maana niona na kitanda kama kinazunguka hivi, natema mate, makopo yanajaa yanakutoka sijui chungu. Naamka siku ya kwanza hiyo, ndio masaa 24 nimekwisha. Alafu asubuhi kwenye ndoto inatokea lijitu linene limekaa mlangoni, mimi nimeingia labda mara 10. Nikanyosha mikono yake likaniambia, nikafanya hivi, inanikaribisha maana kwenye hiyo vita. Nikajua napambana na kitu kingine, sio wale. Nikasema nimeandika kufa, kama nitakufa kwenye maombi haya nitakufa. Lengo naomba nini? Na wanyang'anye wale mashahidi. Ombi langu kwa Mungu, naomba hawa wamekuja na ushahidi na uondoa ya ulimwengu wa roho, muombaji anayo mamlaka ya kufuta au kuweka kitu. Nikasema naondoa kesi, naondoa huo ushahidi. Siku ya 3 ambapo naamkia kama siku ya 4 hivi, ndio nataka kufungua asubuhi, nikaota ndoto kama wale watu mashahidi, kama tuko mahakamani wote, ndio wanaingia mahakamani, wamebeba liboksi moja kama la mitumba likubwa mno, wamebeba, kila mmoja amebeba la kwake, ndio wanaingia mahakamani. Alafu nikauliza hawa wamebeba nini? Mmoja kaniambia wamebeba ushahidi wa kesi. Kubwa iko hivi, kubwa, yaani amebeba kubwa, kila mmoja anasema ni ushahidi wa kesi. Mmoja kaniambia sogea, usiogope, wasogelee. Nikasogea, kaambia mshike mabega, nikamshika mabega mmoja, nimeshika mabega, wakasimama wote. Akaniambia funua, nikafungua lile box, kumbe lile box halina chochote, ni tupu. Lakini wao wamebeba, wanaenda mahakamani na utisho. Jamaa amefunga siku 3, nimekonda. Unataka kushinda Bwerere? Nimekonda, naondoa ushahidi wa ulimwengu wa roho. Wamefika pale, kesi imefunguliwa kwa mtukufu hakimu, kesi namba fulani. Tukaingia, nasema fulani, mashahidi wamo hapo? Ndio mtukufu hapo. Nawaambia wapo. Mimi kama shetani aache nihubiri kwamba ila leo ndio kuisha. Akamwita mshahidi wa kwanza, kwa mtendaji wa kata. Sasa wakati ameingia, kwa sababu nimeambiwa na nimeona, nimeamini Mungu amenijibu na nimeona wamebeba makasha tu, nikasema Jehova naenda kujitukuza leo. Nimekuja mimi fulani na nini, mtendaji wa kata, yani anashindilia ili shahidi hakimu ajue naongea na mtu gani. Na shahidi asema Saidi, na kusikiliza. Shahidi akaanza kueleza, akaeleza mmoja, akaeleza mimi ndani kwa ndani niko kishinda la baba kashanda, ndani kwa ndani noma. Lazima yani Mungu, bila wewe hapa mimi nimeisha, lakini namwamini Mungu, nimemtafuta. Kaongea kadri anazidi kuongea, anazidi kujichanganya, anaongea kama anaanza kujisaidia mimi tena, anajichanganya. Maombi ya siku 3 yamemkamata koo. Wewe, maombi ya siku 3 yalimuelewesha mfalme. Esta akasema na tukafunge siku 3, naingia kinyume cha sheria, naenda kubatilisha mauti kwa mfalme huyu. Hamani anayetuazia vibaya, niongee kwanza na Jehova nikamilishe utatu wa Bwana.
Nami nimeombea kwa Bwana nikasema, Mungu aijua haki, sijamdhulumu. Uniamulie leo. Kachanganya baba wa watu, ajua anachoongea, amekamatwa kinywa. Nimempagaza kwa Roho Mtakatifu. Unajua kuna watu ambao wanapagawa kwa mapepo na kuna watu ambao wanapagawa kwa Roho Mtakatifu. Anaongea vitu anaongea vitu sio ufahamu wake, amepagawa kwa Roho Mtakatifu. Jicho la Mungu limempagawisha mtu. Nimesema Roho Mtakatifu, ingia ndani ya kinywa cha huyu mtu, aongee kweli tupu. Piga kelele sema. Ujaona hata mapepo, hata shetani mwenyewe anawapagazisha watu. Shetani anasema mimi naenda. Mungu anamuuliza, Ahabu anasumbua, anataka angamizwe. Anasema hii kazi ndogo, mimi naenda. Utamfanyaje? Mimi naenda, atamwambia kuna vitani kama utashinda, nitaingia kwa manabii zake, nitakuwa pepo ndani ya vinywa vyao, nitaongea uongo. Kaambia nenda, pepo zikaruka. Zikawaingia manabii. Usiamini kila neno nabii ajobide. Nabii amesema lazima ulipime. Akaongea. Manabii wamepagawa na pepo. Wakaanza kukabiri, nenda utashinda. Bwana asema. Kumbe pepo naongea. Ndivyo alivyo kamanda wa Yesu. Mnena kwa lugha, anasema na kipagaisha kile kinywa kwa Roho Mtakatifu, kiongea ukweli. Ile baba kababwaja amejifunga alikotokea, anakanusha mwenyewe maneno yake, akajifunga. Mwisho nimemaliza, mtukufu hakimu. Okay, mshtakiwa naona kumhoji. Kaambia ndio. Mhoji. Swali la kwanza, wewe ni shahidi sio shahidi? Nipongea hivi akakumbuka maneno aliyoongea. Maana maneno aliyoongea huyu anarudi haraka kichwani. Anafahamu swali hili kwa nini ameongea hivi. Maana akisema ni shahidi kuna neno ambao ameongea tena huko. Nitamkamata huko. Hakimu anamwambia jibu, amejifunga. Hakimu aliongea mara mbili. Shahidi, jibu swali, ni shahidi sio shahidi? Akasema, tukufu hakimu, mimi sio shahidi. Nilikwambia kwamba mahakamani wana viapo mahakimu bila kucheka. Lakini yule hakimu aliinama kwenye kiti, alicheka kisomi, maana sheria haimruhusu. Yaani iko nje yani. Mtu amesimama hapo, anakataa, sio shahidi. Kaniuliza hakimu, mshtakiwa unalo swali lingine? Nikasema ndio. Muulize. Kama sio shahidi, hapo aliposimama na tafuta nini? Amejifunga tena. Hakimu kamwambia, shahidi, jibu swali. Akasema, hata mimi sijui kwa nini niko hapa. Siku ya Bwana huyo mfalme ni mhukumu wa kesi. Waliokushtaki kwamba tarehe fulani unaenda kufa, leo tunatambua hayo mashtaka. Unasema nimepewa mamlaka ya kuishi. Alikufa Yesu msalabani kwa ajili yangu. Mchawi huna uwezo wa kuniua tena. Yekelele shandara dosiki. Hakimu kaniuliza tena, una swali la tatu? Kuna mzee mmoja mwenye busara, wale wazee wanakaa kule kwa hakimu. Akanikonyeza macho, akafanya hivi. Acha, umeua. Sikiliza, huyu Mungu ninayekwambia ni mtetezi. Kamjue sana Mungu wako ili uwe na amani. Ukimjua Jehova anakuwa na amani.
Jamaa nimemtoka jasho. Akamwita shahidi wa pili. Amekuja mwenyekiti. Kaja mwenyekiti. Unajua uongo ni uongo tu. Akaanza hadithi. Unajua pesa inanunua watu, lakini pesa inawaterekeza watu njia panda. Kwa sababu umeambiwa kwamba mkishinda kesi, kwa sababu nyuma ya yule mtu kulikuwa na tajiri. Hao watu umeambiwa mkishinda tu kuna mgao. Kwa inabidi wajitumbukize tu hivyo. Ndio dunia yetu. Inabidi anze hadithi. Kaongea avileweki. Akasema, hakimu akasema, unaona kumjibu, unakumuuliza? Nikasema ndio. Nasema kesi hii ushahidi wako umepatikanaje? Kwa sababu ni kesi ya kiwanja. Wewe ni mwenyekiti kutoka kwenye kiwanja na kuwa unakoishi wewe pana kilomita ngapi? Unajua wakati mwingine Mungu anakupa hekima ya kuongea. Maana kutoka boda mpaka Kabanga pana kilomita ngapi? Na kilomita hazijui. Ushahidi wako kweli wewe ni halali? Yaani wewe ukawa shahidi wa kuuziana kiwanja mimi na huyu, hapo pana barozi, pale pana, ukatafuta wewe ni kijiji cha mbali kuwa shahidi. Akasema unasemaje? Kama huyo kijiji cha mbali. Nasema mshahidi unaweza kujieleza? Unajua mtukufu hakimu sina nini. Yule mzee wa baraza kaniambia, lakini angalia msoto wa siku 3. Kuiondoa kesi, kuondoa mashahidi. Leo mchana wa leo Bwana kupe neema, tunauondoa ushahidi ili mshtaki wako akose cha kusema. Huyo mshtaki akose cha kuzungumza. Wafike kwenye vikao vyao, wakute jina lako halipo, wakute picha yako haipo, na amani waliochora wakute haipo. Barua nyingine toka kwa Jehova inaandikwa ya kusema hana deni, amelipiwa, nimelipiwa deni. Miungu ya mababu haiwezi kufanya chochote, maana nimelipiwa. Hata wakikusanye wataingilia mlango mmoja, watatokea milango 7, maana nimelipiwa. Nafsi ya mtu huru nimelipiwa kupitia msalaba, na sababu ya kusema nitamiliki, nitatawala, nitatajirika. Ate yangu njoo. Yekaramoseherimoshanda. Mshtaki wako wa ulimwengu wa roho ukimwondolea shahidi akijichanganya tu, umeshinda. Ila shahidi akinyoka umekwenda. Sasa ulimwengu wa leo tunaingia rohoni, tunazama rohoni, tunaenda kwenye mafaili kule ambako wameweka mashahidi. Unaingia kwenye faili, unachana karatasi zote za ushahidi wao. Najaribu kukupa siri ya kwamba kama vile kuna faili ulimwengu wa mwili, pia kuna faili ulimwengu wa roho. Ziko kesi yako mashtaka, kuna vikao, kuna hukumu kwenye ulimwengu wa roho inaendeshwa. Wewe tu unauza kamchele kako, unauza, kumbe huku nafsi yako iko kwenye mashtaka, inahukumiwa iuawe. Ukikuta ni mtu unayelaumika sana bila kukosea watu, ni ishara ya kusema kwenye ulimwengu wa roho kuna mashtaka. Narudia tena, ukikuta watu wanakulaumu
bila sababu, wanakushambulia bila sababu, wanakulaumu. Unajaribu kujieleza lakini kama wanakulaumu tu, wanakulaumu huyu anakosea. Hiyo ni ishara kusema ulimwengu wa roho, nafsi yako ina kesi, kuna mashtaka. Hizo ni taarifa. Sasa kwa sababu sisi ni wa rohoni, tunazama rohoni, tunaenda kwenye vile vikao, nenda kwenye ile faili, naanza kuangalia ushahidi wa huyu, na uondoa hapa, na uondoa hapa, na uondoa hapa, inabaki faili tupu. Natoka kwenye mwili na uchoma moto ushahidi wote. Mimi nao bila watu wazima wanaofahamu mpito wa maisha, naomba usimame kwa jina la Yesu.